Karibuni sana majamaa. Nashukuru sana, we give thanks kumaliza hiyo wiki yetu. Tunashukuru jo. So the last time I was here tulikuwa na game ya Champions League. Time sijakuwa na time majamaa mpaka saa hizi. So I'm here, I'm back. Niliwaambia we are doing this thing together. So Arsenal versus Atletico Bilbao at San Mamés Stadium. Arteta. The problem is Arteta. Arteta ameamua atakuwa akichezesha defensive midfielders watatu. Ukichezesha defensive midfielders watatu, umekata creativity ya team. Umekata creativity ya team. Bado box to box midfielder pia umemcancel kwa team, sababu hao madefender wote watakaa kama holding midfielders, watakaa kama madefender. Unanipata? So Mikel Arteta is hell bent on making sure he will not lose a game, at least not willingly, because kuanzisha ma defensive midfielders watatu, in simple terms, what Arteta is saying, it is better not to lose the game rather than winning the game. Na so hapo kidogo ndo mimi Arteta ananichanganya. Unanipata? Mimi ningeulizwa according to the size of our squad na the talent that we have in our squad, mimi ningeulizwa, this was the year kila game tunaenda kichwa. Kila game tunaenda tuko after 3 points. Afadhali to lose tukiwa tunatafuta 3 points. Unanipata? But Arteta ako na kichwa ngumu sana. Hivyo tu ndo unaweza sema. Na it better work out for me, for you Arsenal fans, and for him as well. Na mimi siko critical ile design ati Arteta must go if you don't win a title. Most of that chat ina come from Chelsea fans, Manchester United fans, na inakubalika. There is room for banter in this sport. This sport tunaifuataga sababu ya hizo banter. Unanipata? Una hapa 2-3 unanipata. Lakini you as an Arsenal fan, au Arsenal fan wanasema ati Arteta must win or go. Au ndo mimi niko surprised now. If Arteta goes right now, who comes in? How sure are you he will continue with the same trajectory as Arteta? How sure are you Arteta will not go to one of our rivals and continue to do what he has begun in Arsenal, continue to do that there? So lazima mchunge sana. You must be careful what you wish for. Nanipata? Arteta, in my perspective, mimi nikiangalia naona kama Arteta atakaa Arsenal around the same time as Ferguson, kwa sababu ya vile ana achieve vitu haraka hiyo. Arteta ametutoa faa manze. Watu acheni kusahau. So hiyo game ya Champions League, nikirudi kwa topic, game ya Champions League ilikuwa very boring first half. Very boring. Na boring pande ya Atletico Bilbao walikuwa wanajaribu kucreate vitu, walikuwa wanajaribu kumatch intensity yetu. Unanipata? Vile tulirudi second half, Arteta pia alididali na substitution, but around
dakika 70 aka sub on Martinelli na Trossard. Within 30 seconds Trossard alikuwa ameassist Martinelli. Within 30 seconds ya Martinelli kuingia kwa ground, alikuwa ameweka ball behind the, alikuwa ameweka ball in the back of the net. Ikanikumbusha game yetu na Real, kama mnaweza kumbuka, Champions League at Bernabeu. Alifunga same exact goal, same. Tukakuwa tuna lead within the next like 10 minutes. Martinelli aka-assist Trossard. Martinelli ku-assist Trossard, tukawin hiyo game 2-0. So tukaanza Champions League na mguu ya right. Design tulianza na 3 points and a clean sheet, na hatuku lose any of our players during that Champions League night. It was the things we like to see. So moving on, Premier League. After hiyo game ya Bilbao tulikuwa tunapatana na Man City, ama tulipatana na Man City. Arteta opted for Mikel Merino, Zubimendi na Declan Rice. Aka leave out Eze, aka leave out Nwaneri. Yani options zenye hapo mid za creative options zenye tuko nazo. Hiyo game first half, kenye mimi naweza sema Arsenal Madueke tried. Madueke kwanza, kenye ilifanya Madueke asikue na GA hiyo game, goal ama assist hiyo game, ni Donnarumma. Donnarumma alikuwa amefanyishwa kibarua na Madueke mbaya sana. But that guy Donnarumma is huge. Donnarumma ni mnyama, ni mbigi. Kila kitu ya nani Madueke alipangua. Madueke was the most threatening attacker in that first half. Yet, while saying that, I must give my respects to a certain guy called Erling Haaland. Erling Haaland must score in the game. In any game, Arsenal versus Manchester, lazima tuwekele. Sijuagi hapo kunaenda ngaje. Jamaa alipata one chance, one goal. Na sio ile zenye watu wanasemanga ati tap in merchant. Yeye kwanza ndo alianzisha move. Yeye akapatia Rein Diaz nini, wakakutana kwa box. That was that. First half tukapress Man City. Madueke yakang'ang'ana, Madueke yakaweka manduki. Nothing was coming. Nikakuwa frustrated so much. First half ikaisha. In the beginning of the second half, immediately Arteta introduces Eze and Bukayo Saka. Immediately. First I'm like, kwani Havertz amefanya? Sorry, not Havertz. Kwani Madueke amedu? Why not bring Madueke to the right, then fit in Saka, if Saka must come in right away? Much later, I came to know or to realize Madueke ni injury alipata knock ya magoti, na atakuwa out for almost 2 months from now. Hopefully itakuwa hiyo around yenye kuna international break na nini ndio itupunguzie uzito, but he'll be out for around 2 months because of a knock in his knee. So alafu sasa when I was looking at Eze and consider like, sahi, why not a bit earlier? Game wacha tukimbizane na wacha tusukume Man City. There was a moment niliangalia hivi bench ya Man City,
naona Pep nani, but mimi nilikuwa natafuta Mourinho. Wallahi mimi nilikuwa natafuta Mourinho. Man City walikuwa wameweka basi. Pep Guardiola, the greatest coach in the world. Substitution, Erling Haaland comes off, comes on a defender. Substitution, another attacker comes out, another defender comes in. Ilifika time kwa outfield players 8 were Man City defenders, the other 2 were Jeremy Doku and Bernardo Silva. The rest defenders. Basi ukuta hivi, ukuta imekorogewa, ukuta safi, imekorogewa vizuri kabisa. Sijaionaga. I've never seen Man City this low. Sijaiona Man City hivyo design. After game kulikuwa na stats kama Pep Guardiola for the first time amekuwa na the lowest percentage ya possession in a game since I joined Premier League. Leo hiyo siku ya Man City ndio alirecord the lowest. Hiyo siku. That is how bad it was. Walikuwa wanacheza formation gani? 8-1-1. 8-1-1. 8 defenders, Bernardo and Doku. Haya. Come the end of the game. Come the end of the game. Eze takes the ball from Carafiori. Guze hapo mbele. Akachambua Martinelli in between center backs for Man City. When it comes to pace, you're not catching Martinelli. You're not even coming close to catching Martinelli. Venye Martinelli alifikia akaicontrol, Donnarumma akakuwa na wasiwa, akatokea mbele. My Brazilian boy kaichipa hapo juu yake. Juu tu rahisi. Toa ndani manze, Emirates ikaerupt. Eze akaanguka, Martinelli akaendea ni slide. Zubimendi akaendea ball. Sasa kitu yenye tuambiwi na sijasikia mtu yote akisema, Ruben Dias alikuwa ameangusha Zubimendi kwa net. Anakataa Zubimendi achukue ball akuje restart play. Sababu kulikuwa na some minutes on top. On top of all of that, media narrative yenye ina run kwa media ni ati why were Arsenal celebrating when there was some minutes to play? Why is nobody talking about Zubimendi alikuwa anachukua bola akaanzishe na nani Diaz amemwangusha chini, amemkatalilia naye chini. Lakini hiyo ikiwekwa narrative ya Arsenal celebrating inakufa. Na tutaki narrative ikufe. Tutaki. Tutaongelelea nini kama tumeua narrative? Hivyo ndo wanatufanyianga. Sio sisi, si hata kuzoea tumezoea. Hiyo ndo una call out. Sawa. Kitu kingine nataka ku call out. Last season. Not last but last season. Kuna cheza Etihad. Tukiwa tunaongoza 2-1. First half, Leandro Trossard akapatiwa red card. Unakumbuka? Trossard akapatiwa red card. Trossard kupatiwa red yake safi. Hakuna mtu aliagi. Trossard akatoka. Ati alikick ball away. Trossard akatoka. Ateta akadecide aje? Because I'm leading 2-1. Let me defend the entire game.
So Arsenal with 10 men waka resort to defend at Etihad. Well, they tried, but Man City got an equalizer in the added minutes, extra minutes. Kenya ilikuwa narrative yenye ilikuwa Arsenal do not have the winning mentality. Why couldn't they go for a third? It's a game like this that you go for a third. Na Arsenal kumbuka iko na 10 men. Arsenal wakawa for defending. What lead were they defending? And one lead you can never defend. Umekumbuka? Now come to this Man City versus Arsenal game. Mpaka imefanya hii video ikuwa, it was supposed to be a 10-12 minutes video, lakini sasa let's talk about it. Let's call these people out. Same game. Man City wako 11. Wanaongoza wako 11. Pep kaamua na defend with 8 defenders. Baka ametoa Haaland, ameleta defender. Man City wako 11. Remember that. Man City wako 11. Haya. Si wame defend. Arsenal let equalizer. Game ikaisha draw. After the game, narratives again. And you are wrong. Ulikuwa unataka kuguess Pep Guardiola alikuwa criticiziwe. You are wrong. No. Arteta is still the one getting criticized. Arteta should have finished the game off. Arteta is a coward for not bringing creative players. Okay, that holds some water. What about Guardiola, the best coach in possession ever in the world, defending with 8 players? Defending to the tooth with 11 players. No red card, no nothing. Just pure defending. Just pure uoga. Uoga, kuuziwa na uoga by Arsenal. Hiyo narrative, I was waiting for it till bado sijasikia. So moving on, I'll rush with what I have to finish because hii video imeenda sana. So kulikuwa na Ballon d'Or bado hii wiki, Ballon d'Or nanipata kina nani Lamine Yamal nini, jina zilikuwa mingi nanipata. Na tukikuwa hapo lazima tukumbuke last Ballon d'Or, tuweze ongelelea hii yes kuwa tamu bila kukumbuka last. The last Ballon d'Or winner, hakuna Ballon d'Or winner bure kushinda Rodri. And where did Vinicius go? Vinicius aliprovia watu hakuibiwa. He was not just good enough. So let's talk about this Ballon d'Or of this week. So Arsenal ilikuwa imenominatiwa kategori kadhaa. Lewis Kelly alikuwa amenominatiwa hiyo ya Youngins. Arsenal Women ilikuwa imenominatiwa best women team of the world this season. Declan Rice alikuwa kwa Ballon d'Or nominations, alikuwa round number 27 I guess. Yeah, so tulikuwa hivyo. So Arsenal bagged in the best team of the world, women. Arsenal Women is the best women team in the world currently. And Lewis Kelly kwa hiyo ya Youngins. Kwa hiyo ya Youngins Lewis Kelly alikuja number 9. Number 9 alikuwa behind the likes of Pedri na nani. Obviously same anafaa kuwa winner, but Lewis Kelly according to performance yake, according to breakout season yake last season, he's way above that list. Tell me 3-4. Yeah. But alikuwa 9. Fact remains alikuwa 9. Victor Gyökeres alikuwa the best striker in the world. Sana because of ile season yake ya Sporting Lisbon. And finally it was the best player in the world was Ousmane Dembele. Lamine was not even okay. Lamine had a good season. I can get why Lamine Yamal is the second in line after Ousmane Dembele. Lamine Yamal, I can get that point. But there was nobody deserving this season more than Ousmane Dembele. The way he pressed, the way he led the team,
the way he fought for that badge. Dembele was the complete player in last season. So Dembele won it fair and square. It was nice to see another dark-skinned person lifting the Ballon d'Or once again. The last time that happened, I wasn't alive. I was not there when George Weah was lifting it. So it was nice in my lifetime. I've seen a black guy lift the Ballon d'Or, and I'm hoping for another. May it be Bukayo Saka. Who knows? Who knows? Okay, moving on our final point. We were playing Carabao, the last match we've played so far. We played Carabao. We played a team called Port Vale. We're playing in their stadium. The last time we played with this team ilikuwa 1998. Kwa charaza vibaya sana. Jana Eze ndo walifungua ukurasa, piga bao yake moja safi. Game tukaendelea, watu walipata minutes, wale watu wapatagi kina Waneri walianza, the likes of Eze alianza, Bukayo alianza kuja kutoka second half. Mtu kama Madueke nimeshakwambia tayari hatima yake. Yokoreza kupata goal. That was the only bad thing I saw from it. And on high note, Leandro Trossard aliingia na hakumaliza like 5 minutes before hajabag in a goal. So that has been my week since I last saw you. And I'd like you to subscribe to this channel, like the video, share if you can, join our community. Subscribing takes you a second, but to me it makes my 24 hours worth it. It makes this video worth it. Until we meet again, bella ciao.